أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن سار على هديهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعة الحسين وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika masiku ya Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na masiku kama haya ni masiku ya al-Imam al-Hussein ambaye kwamba alidhulumiwa katika uwanja wa Karbala. Lakini mimi mada niloichagua kuizungumzia hapa leo ni kuhusu al-Imam al-Hussein wa mabda'ul adalati al-ijtimaiyya. Imam Hussein na msingi wa uadilifu wa kijamii. Imam Hussein alikuwa akitekeleza vipi uadilifu katika jamii ya binadamu? Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tufanye uadilifu, ametuamrisha tufanye wema, ametukataza tuache dhulma na jaur na tughyan na mambo yote maovu. Ndo pale katika Qur'anul Karim alipotuambia, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Hii aya utaipata katika suratul Nahl aya ya 90. Hapa wakati wa hii aya ndio ilikuwa ni wakati wa kulaaniwa al-Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kila Ijumaa tukimaliza swala lazima tumalize na aya hii. Lakini aloasisi kulaaniwa al-Imam Ali ni Muawiya. Aliweka wakati ambapo kwamba kwa somo aya kama hii yeye alikuwa ameweka laana. Alokuja kuondoa laana kama hii ni Umar ibn Abdul Aziz. Yeye ndo alokuja akaondoa akasema, jamaa, tuweke aya ambayo kwamba yazungumzia wema, tutoeni hii laana ya al-Imam Ali. Ndo akaweka aya kama hii, inna Allaha ya'muru bil adli, hakika Mwenyezi Mungu yuamrisha uadilifu, wal ihsani na wema, wa ita'i dhil qurba na kuwapa wale karaba,
wayanha, na yuwakataza, anil fahshai, machafu, wal munkari, na maovu, wal baghi, na baghi. Yaidhukum la'allakum tadhakkarun, yawaidhia nyinyi huenda nyinyi mkakumbuka. Kama vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi kufanya uadilifu, basi vile vile ametukataza sisi kufanya dhulma. Ukienda katika Qur'ani tukufu, innal ladhina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allahi yasira. Hii aya yatukataza sisi kufanyia practice mambo ya dhulma, na ziko riwaya kadha wa kadha, kama riwaya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pale aliposema ittaqu dhulma fa innahu dhulumatun yawm alqiyama. Icheni dhulma, awakhutubu umma wake bwana Mtume, icheni dhulma, fa innahu, basi hakika yake, dhulumatun, niziza, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Kama sisi tunavyojua kuna kitu chaitwa tajassudul a'mal, kuwa haya matendo yatapewa mwili, basi vile vile siku ya kiyama hii dhulma itakuja kwa mfano wa mwili, na takuwa mtu hawezi kuona, yuona giza siku ya kiyama. Kwa hivyo ittaqu dhulma fa innahu dhulumatun yawm alqiyama. Na al-Imamu Ali alayhi salam asema pia, az-zulmu fi dunya bawarun wa fil akhirati dimarun. Dhulma katika dunia bawarun, ni yenye kuangamiza, ni yenye kuleta hasara. Wa fil akhirati, na katika akhira, dimarun, ni yenye kubomoa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujichungeni na masala ya dhulma, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuamrisha katika aya kadha wa kadha kufanya mambo mema. Lakini ndugu zangu Waislamu, tuingie sasa katika kuielezea hii adala, hii uadilifu. Ndugu zangu Waislamu, al-adlu ni aslun min usuli din. Kwetu sisi ni aslun min usuli din. Usulu din ni vitu vitano, ni at-tauhid, an-nubuwa, al-imama, al-adlu na al-maad. Hivi vitu vitano ndo tuita usulu din. Kwetu sisi mtu huwi Muislamu paka uwe hivi vitu vyote vitano wavikubali. Sasa kama tunavyojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana sifa nyingi. Kwa nini sasa ichaguliwe? Kwa nini sasa ichaguliwe hii adlu iwe ni aslun min usuli din? Kwa nini sichaguliwe sifa zingine za Mwenyezi Mungu? Kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni alimun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni qadirun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni adilun, ni razzaqun, ni hakimun, ana sifa tele Mwenyezi Mungu. Kwa nini ichukuliwe al-adlu ndo iwekwe katika zile usuluddin? Hapa kuna sababu takriban 4. Tutazipitia mbio mbio kwa ajili ya muda. Wanazuoni wasema sababu ya kwanza ya kuchukuliwa adlu kufanywa ni aslun min usuluddin. Kwa nini haikuchukuliwa zile sifa zingine? Wasema huwa anna kathiran min sifati llahi al-ukhra yaudu ilaiha. Sifa nyingi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zaregea kwa maana ya adli, zahitajia maana ya adli katika maana zake. Mfano tuchukue al-hakim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni hakim, lakini ili mtu kuwa hakim lazima awe mwadilifu ndo awe hakim. Ndo kwa maana ukasikia Mwenyezi Mungu mwenyewe asema alaysa Allahu biahkamil hakimin. Razzaq vile vile lazima mtu uwe mwadilifu ndo uweze kugawanya riziki vizuri. Kwa hivyo wezi tazame zile sifa za Mwenyezi Mungu, nyingi zake zarudi
maana ya adli. Nyingi sana zarudi kwa maana ya adli, na pia kuna sifa zingine kama Ar-Rahman na zingine zote ukiziangalia zategemea al-adlu kwa maana yake. Sababu ya pili ni kuwa zile usuluddin ukiondoa ile at-tauhid zilizobakia zote zategemea al-adlu, pia zategemea al-adlu katika maana yake. An-nubuwa, al-imama, al-maad, hizi tatu zategemea al-adl, zarudi kwa adli, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mitumi, ametuletea aima. Sasa kwa hivyo wewe kwa kiyama akikuadhibu wewe, Mwenyezi Mungu hana makosa, kwa sababu amewaleta hawa kwa ajili ya kuja kuwafundisha nyinyi. Sasa wewe usipofuata, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuadhibu siku ya kiyama na atakuwa hana makosa. Sasa uadilifu wake ni kutuletea sisi mitumi na maimamu watufundishe sisi dini. Utaona hiyo tayari zarudi kwa maana ya nini? Ya adli pale pale. Sababu ya tatu ni kuwa kuna ikhtilafu baina muslimina, baina waislamu kuna ikhtilafu kwa masala ya adala. Haya masala yana ikhtilafu baina ya muslimin. Kama ukienda katika kundi la Ashaira wao wakataa kuwa Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Wao wasema hakuna hiyo, wamekataa adala kulliyan, wamekataa kabisa, hakuna hiyo. Kwa sababu wao wasema ulimwengu huu wote ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lolote atakalofanya, akifanya dhulma, akifanya adli, hakuna mtu aweza mwambia kitu. Aweza mchukua muovu akamtia peponi na akamchukua mwema akamtia motoni, hakuna shida, si ulimwengu wake. Ndio ya itikadi ya Ashaira, na hawa wamekwenda mpaka kukataa alhusnu walqubhu alaqliyani. Kuna vitu fulani sisi wenyewe twavijua kwa akili, si lazima sheria ije tuambie, twavijua vitu kama hivi. Kumheshimu mzazi wako si lazima aya ishuke, japo ziko qadwa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ziko aya, lakini si lazima sheria ije kuambie bana mfanyie wema mzazi wako, akili mwenyewe adiriki. Sasa Ashaira wao wasema kuwa akili yetu haiwezi kudiriki mambo mazuri na haiwezi kudiriki mambo mabaya mpaka sheria ije ifanye nini? Ituambie. Hawa walokataa adala walokataa. Sasa kipambanuzi baina yetu sisi na wao ni kuwa sisi tuamini adala, wao hawaamini. Sisi na Mu'tazila tuamini adala, na ndio kwa maana tukaitwa al-adaliyin ama al-adaliyya, kwa sababu tuamini masala ya adala. Na sisi na Mu'tazila tofauti yetu ni kuwa hii adala ni aslun min usuluddin kwetu sisi, kwa wao si katika usuluddin. Na sababu ya nne na ya mwisho katika hizi sababu kwa nini kachaguliwa adli ikawa ni aslun min usuluddin ni kuwa katika jamii yetu hii uadilifu ni kitu kikubwa sana. Lazima tuishi katika jamii zenye uadilifu, na jamii ikikosa uadilifu ndio utaona masala kama haya ambayo kwamba yaendelea leo: vita, uadilifu, maandamano, wizi, mambo yote yanayoendelea. Kwa sababu nini? Hakuna uadilifu. Sasa ikawa hii al-adlu ni muhimu sana tuitumie sisi, na ndio kwa maana ikawa ni aslun min usuliddin. Hizi ni sababu nimezipitia mbio. Kwa sababu gani ikatumika hii? Sasa tuingie tuelezee maana ya al-adlu nini. Maana yake adlu ina maana mbili. Kuna al-adalatu bimaana al-aam wash-shamil, hii ya kusanya hii, na kuna al-adalatu bimaana al-khas. Al-adalatu bimaana al-aam wash-shamil ni wad'u al-umuri fi mawadhiha, kuweka kitu sehemu yake. Hii ndo maana pana ya uadilifu, ni kuweka kitu sehemu yake.
yani kuwa na uwiano na usawa kile kitu. Na hii ndo kanuni inayoongoza ulimwengu wote. Ulimwengu wote waongozwa na kanuni hii. Wad'ul umuri fi mawadhiha, nidhamu ya jua linavyokwenda, nidhamu ya dharra, nidhamu ya kuumbwa mwanadamu na kila sampuli ya hayawani, nidhamu ya mimea, zote zaingia katika uadilifu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila kitu Mwenyezi Mungu amekiweka kwa nidhamu yake. Ndo ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, asema bil adli qamati samawati wal ardh, kwa uadilifu zimesimama mbingu na ardhi. Kwa hivyo ni kumaanisha kila kitu ambacho kwamba kiko hapa ndani ya ardhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana nidhamu yake na kanuni yake, hazikhalifu hizi, zafata vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka. Ndio ile ash-shamsu wal qamaru bihusban, jua na mwezi zaenda kwa hisabu, si mambo ambayo kwamba yani ya kuamka tu kufanya hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka nidhamu ya hivi vitu. Tawapigia mfano mmoja wa kielimu na mfano mmoja wa sawa sawa tu. Katika hii dunia kuna kitu chaitwa gravitational force na kuna kitu chaitwa repelling force. Hii yaitwa gravitational force na repelling force, ndio zile ambazo kwamba twazijua kama quwwatul jadhibiyya na quwwatud dafi'a. Hivi vitu viwili. Sasa lau hivi vitu viwili vitaharibika ile nidhamu yake, lau vitaharibika ile nidhamu yake na moja ikawa ina nguvu zaidi kumshinda mwenzake, basi ni mambo mawili katika ulimwengu: ima ulimwengu chomeke na jua kuwa hakuna kitu, ama ulimwengu utoke katika ile orbit yake, ile ule mzunguko wake upotee, hakuna kitu. Lakini bila adli qamati samawati wal ardh, ni uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie hii mifano ya kawaida ya maana pana ya al-adli. Wewe ukachukua maji ukaenda ukamwagia mti wa maua au mti wa matunda, sisi twasema pale umeyaeka maji sehemu zake inayostahiki, na huu ndo uadilifu. Umechukua kitu kakiweka sehemu inayostahiki. Lakini si eti wachukua maji uenda kumwagia miba. Dhulma hii unafanya hayo. Wachukua maji uenda kuweka sehemu ambayo si yake, uenda kunyunyizia miba, takuwa pale hukufanya uadilifu. Kwa hivyo maana pana ya uadilifu ni wad'ul umuri fi mawadhiha, kuweka vitu sehemu yake pale inapostahiki. Maana ya pili ni al-adalatu bimaana al-khas, maana yake khas, nao ni muraatu huquqi nasi, ni kuchunga haki za watu. Nayo ndio maana ambayo kwamba tunayo sisi. Wingi wetu kiambiwa uadilifu nini, watu wingi akili zao zafikiria hivi: ita'u kulli dhi haqqin haqqahu, kumpa kila mwenye haki yake. Lakini tusije tukaja tukaichanganya al-adala na al-musawa. Manake pengine mtu aweza kuja akachanganya adala na musawa. Hizi ni maana mbili. Adala yaweza kuwa musawa kwa upande fulani, lakini kwa upande mwingine adala yatofautiana na musawa. Mfano, kugawanya sawasawa vitu ambavyo kwamba vafanana, Mfano, kuna mfuko hapa,
kuna mifuko hapa, kile kitu ambacho kwamba kiko ndani ya mfuko kiko katika mfuko ule ule, yani hakuna mfuko ambao kwamba unatofautiana na mwenzake. Hii hapa tutasema adala iko sawa na musawa, kwa sababu kila mtu atapata sawa. Lakini saa zingine adala izakapelekea tofauti baina ya zile haki. Sasa utapata adala na musawa, kuna nuktatul iltiqa na kuna nuktatul iftiraq. Ukienda katika wanazuoni wa mantiki wakwambia hii ni al-umumu wal khususu min wajhin, yani hii imechukua upande na ikakhalifu upande, na hii nyingine ikachukua upande na ikakhalifu upande. Ndio kwa maana nikasema kuna nuktatul iltiqai na kuna nuktatul iftiraqi. Chukua mfano, wewe uko darasani wasomesha, wanafunzi wakafanya mitihani wote, walivomaliza katika kuwamakia wewe ukawekea 20 wote, ama ukawapa 100 wote. Pale ukufanya uadilifu, kwa sababu uadilifu ni itwa'u kulli dhi haqqin haqqahu. Yule alopata 100 mpe 100, yule alopata 80 mpe 80, yule alopata 20 mpe 20. Pale tutasema mwalimu amefanya uadilifu. Wewe una watoto wako wawili, mmoja asoma hapa nje, aweza kuja hapa nyumbani tu break akala, ama kaja lunch akala nyumbani waweza, na mwingine asoma huko sawa. Sawa, siku hapa 150 wote wawili, au 200 wote wawili. Ni umwangalie huyu hapa siweza kuja hapa, labda umpeni 50 ni 30 ya break, lunch sitarudi nyumbani. Yule wa kule ukampa kulingana na masafa yake, pale twasema umefanya uadilifu. Na ndio jambo ambalo kwamba tutataka kuliongelea kuhusu al-Imam al-Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ukimwangalia al-Imam al-Hussein, maisha yake yote apigania uadilifu na akemea dhulma. Maisha yake yote, na si yeye peke yake, ni ahlul bait wote wamekuja katika dunia kama hii kusimamisha uadilifu peke yake na kukataza dhulma. Na ukikaa wewe angalia kauli mbiu zote za al-Imam al-Hussein, slogan zake zote zile, angalia wewe, utakuja utaona zote za kuja kuleta ule Uislamu wa Bwana Mtume na kuleta uadilifu katika jamii, kwa sababu kulikuwa kumeenea dhulma zafanywa waziwazi, watu waogopi tena, watu wawachukia ahlul bait wa ukweli, wafata ahlul bait wa urongo, kina Muawiya, kina nani, kina Yazidi, wote. Tukaacha maneno ya Bwana Mtume Muhammad, tukajipoteza wenyewe. Paka leo matatizo yote ni haya, kwa sababu hatukishikamana na maneno ya Bwana Mtume. Mtume aliposema inni tarikum fikum mustaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allahi wa itrati ahla baiti. Alikuwa mwenye ajua 80. Leo utakuja kusikia sijui kitab Allahi wa sunnati sijui nini, na ukienda katika sahihu 6 zote uipati. Lakini ni kwa sababu tumemkhalifu Mtume. Mtume pale aliposema mimi nileteeni vitu niwaandikie vitu ambavyo kwamba hamtopotea baada yangu mimi, walimkhalifu. Wengine wakasema inna rajula la yahjuru, wengine karia zingine hasbuna kitabullah. Tumemkosea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Paka hapa ndugu zangu Waislamu, nimemaliza maudhui yangu ya leo. Panapo na majalio wa kesho insha Allah tutakuja kumzungumzia sasa al-Imam al-Hussein wa tahqiqu adalati al-ijtimaiyya. Imam Hussein na kutekeleza sasa ule uadilifu wa kijamii. Tumzungumzie yeye al-Imam al-Hussein sasa. Leo ilikuwa
twadaradara tu pale pale kidogo kidogo, twadaradara adala. Lakini kesho insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia tutamzungumzia Imam Hussein na uadilifu. Mpaka hapa Mwenyezi Mungu atujalie minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hadha wassalamu alaykum wal afwa minkum.